fikiria kidogo. Shetani hafanyi jipya, anarudia mbinu zile za mwanzo. Sababu Eva kula tunda, sio tunda lenyewe, ni sauti nyuma. Halikuwa tunda lilokula, yalikuwa mawazo ya adui akilini mwake. Adui akasema, utakuwa kama Mungu, ukijua mema na mabaya. Hapo ndipo mtego ukaanza. Utambulisho ukaingia hatarini kwa kuwekewa mashaka. Kama angejua neno la Mungu, kama Adamu angekuwa karibu yake, angesema, subiri kidogo, mimi ni mwenye haki tayari, niko sawa kabisa. Mimi ni mwenye haki, nimekamilishwa, sitaji hila zako. Hapana, Yesu alimaliza yote msalabani. Nimekamilishwa, sitaji hila zako. Hapana, Yesu alimaliza yote msalabani. Ningemwambia nyoka, wewe ndo nataka kuwa kama Mungu, mbona usile wewe tunda? Hebu jibu, usinipumbaze kwa ujanja wako. Shetani ana mbinu moja kuu, kukufanya ujiulize, mimi ni nani? Akikutoa kwenye utambulisho wako, hapo tayari ameshinda vita moyoni. Anacheza na mawazo, anapindua utambulisho. Lakini sikia sasa, Yesu alikufa akafanya exchange. Dhambi zetu akachukua, haki akatupa strange. Halafu tunakaa tunasema, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi tena na tena. Unajua tunafanya nini hapo? Tunakubaliana na mawazo ya shetani pole pole. Lakini neno halisemi hivyo, linasema dhambi zote zimeoshwa kabisa bro. Dhambi za jana zimefutwa, dhambi za leo zimefutwa, dhambi za kesho zimefutwa. Damu ya Yesu imetosha. Past, present, future, finished work ya msalaba. So feelings zangu ni kile neno linasema kaka, tunaitwa kukubaliana. Si una sauti za lawama, bali na ukweli wa Mungu. Huo ndio uhuru wa kweli. Elewa unachosema. Ukisema mimi ni mwenye dhambi, unamwinua adui na kazi zake. Lakini ukisema mimi ni mwenye haki, unasimama wenye ushindi. Huo ndio uhuru wa kweli.